Unajua kuna hili swala masingo mother sasa hivi ambalo linazungumzika kwenye mtandao lakini mimi binafsi nikijaribu kuliangalia na nikifuta picha nikiangalia, yani jinsi ambavyo mwanamke anavyodhalilishwa katika jamii ni kitu ambacho kijakaa sawa. Na ukitaka kuangalia yule anayosababisha mwanamke anafikia mahali anaitwa single mother ni mwanaume. Na mwanaume ni nani? Tusiende mbali tu, mwanaume ni sisi hapa. Unakuta mwanaume anakuwa na watoto hata 3, 4, 5 kwa mama tofauti na wale wa mama amezaa nao angalikuwa hata hajaweza hajawaoa na anakuja kuoa mwanamke ambaye ni tofauti, wale anawacha katika hali ya usingomaza. Unakuta ni wanawake ambao wanaishi na watoto lakini hawana mwanaume ambao wanaishi naye. Leo hii jamii inakuja kuwachukulia katika tuseme jicho la tatu, na watu wakizungumzia wakiweza kumchafua mwanamke. Hiyo hali kwa kweli sijapendezwa nao mimi binafsi. Sijui wenzenu nyinyi kwa namna moja nyingine mnadonaje hilo swala? Mosta, hilo neno nimeliongelea sana kwenye mitandao. Wanaume wana akili za udanganyifu sana, wanadanganya asilimia kubwa watoto wa kike. Yaani watoto wa kike wamekuwa wa kuwadanganya, lakini sasa unaangalia kitu ambacho kimeendelea kwenye mitandao, wanaume wanaanza kusema hawezi wakaoa mwanamke mwenye mtoto, hawezi wakaoa mwanamke ambaye ameishaolewa akaachika. Yaani jambo hilo limekuwa jambo la kusikitisha sana. Kwa namna gani au nyingine sijui tufanyeje sasa kitu kama hiki, kwa sababu imekuwa historia ngumu kabisa. Kama wanaume ndio hawaeleweki kabisa, wanaume hawaeleweki kabisa, yaani wanakana kabisa waoe mwanamke mwenye mtoto. Sijui hapo Mosta, wewe hapo kwa ushauri wako unaweza ukawashauriaje wanaume? Unajua sisi kama wasanii ambao ni kioo cha jamii kwa namna moja au nyingine tuna nafasi kubwa mno ya kuweza kuielezea jamii na jamii ikaweza kuelewa. Yaani nafasi yetu sisi sio kuangalia namna gani ya kuweza kufanya. Hatuwezi kupambana na mtu, hatuwezi kupigana na mtu. Lakini kikubwa ambacho tutakufanya mimi hapo ni jamii kuendelea kupata elimu, jamii kuendelea kuelimishwa. Wasanii kwa ujumla wachukue nafasi ya kuweza kufanyaje kuelimisha jamii, kwa sababu msanii ndio mtu wa kwanza kama wanasema ni kioo cha nini cha jamii. Unanielewa? Kwa kazi ya sanaa ambayo anayefanya msanii kwa namna moja nyingine inafika kwa asilimia tuseme 100 zote katika jamii. Kwa hiyo msanii ana nafasi kubwa ya kuweza kuielezea jamii kulingana na maudhui ya kazi yake ya sanaa anayoifanya. Awe comedian, unaona, awe mwanamuziki,